السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yapasa kusema alhamdulillah. Ndugu yangu Muislamu, tunaendelea kukumbushana, na leo tutakumbushana jambo zima la kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mbalimbali ya madhambi tuliyofanya. Allah anatuamrisha tufanye wingi sana wa kufanya istighfari ya kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, jua na kutambua ya kwamba sisi wanadamu tumeumbwa katika mazingira ya kukosea. Asubuhi huwa tunakosea, jioni huwa tunakosea. Sasa tufanye wingi sana kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia katika Qur'ani katika sura At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao kwamba mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kweli. Yani ndugu yangu, ikiwa wewe Muislamu au wewe mwanadamu unataka kurudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa unafanya madhambi mbalimbali, basi inatakikana ufanye toba ya kweli kabisa. Sasa ukifanya toba hiyo ya kweli, Mungu anasema asa rabbukum, enda Mola wenu mlezi nyinyi, au hakika Mola wenu, ayukaffira ankum sayiatikum, atakusameheni nyinyi madhambi yenu baada kufanya hiyo toba ya kikweli. Wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na atakuingizeni nyinyi katika pepo, na pepo hiyo inapita chini yake mito. Ni peponi kuna maajabu mengi sana ambayo kwamba sisi hatujapata hapo kuyaona wala kuyasikia. Kwa hiyo tujitahidi sana kurudi kwa Allah na kufanya toba ya kweli. Toba ya kweli wanachuoni wamesema ina sharti kama 4 hivi. Sharti ya kwanza uache kufanya lile jambo, lile dhambi ulikuwa unafanya uache, alafu ujute kwa nini umefanya, na uazimie kutokufanya tena katika maisha yako. Ile dhambi ambayo kwamba wewe ulikuwa unafanya, kama umemkosea Mwenyezi Mungu moja kwa moja tu, basi muelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaka istighfari na kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hikiwa lile jambo lenyewe linafungamana kwanza na mwanadamu, uenda umemuibia mtu, hapo tukao umemkosea kwanza mwanadamu, alafu umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza nenda kwa yule mtu ukamuombe msamaha kwanza, alafu ndio uelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba msamaha. Kwa hiyo tujitahidi sana tufanye tauba, na tauba yenyewe sio tauba ya kufanya maskhara. Maana maskhara unaweza kama leo umefanya dhambi, umetubia kwa Mwenyezi Mungu, kesho unarudia dhambi lile. Uazimie kutokurudia tena, alafu ujute kwa nini umefanya, alafu uache kabisa kufanya lile jambo. Ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, inni la astaghfirullah, mimi ninamtaka msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilayhi, na ninatubia kwake yeye, fil yawmi, katika siku, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya istighfari na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku zaidi ya mara 70. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ameshasamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana madhambi, lakini alikuwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku zaidi ya mara 70 akiomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu, jitahidi asubuhi ufanye istighfari na kutubia kwa Mungu, na jioni ufanye hivyo, na mchana kila wakati umuombe sana istighfari, msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiruhu, na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, fa inni atubu fil yawmi, hakika mimi ninatubia katika siku 100 marra, mara 100.
hadithi rawahu Muslim, kwa hadithi ni Imam Muslim. Kwa Mtume sallam kwa siku alikuwa akifanya tauba, akirejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mara 100, zaidi ya mara 70. Hakika katika hadithi hii alikuwa akifanya istighfari na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara 100 kwa siku. Huyo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ana madhambi. Mimi na wewe tujiangalie na kujitathmini, tukipata jibu tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutubia kwa madhambi yetu mbalimbali. Hata kama ulijihisi wewe shekhe una madhambi, ulijihisi binadamu sisi, unaweza kufanya madhambi wakati wengine hata usijifahamu. Sasa wewe muelekee Allah, fanya istighfari kwa wingi na kwa wingi na kwa wingi. Mtume sallam katika hadithi nyingine ukipewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie juu yake, anasema Allahu afrahu bi taubati abdihi, Mwenyezi Mungu anafurahi kwa kutubia mja wake, min ahadikum, kuliko mmoja wenu, saqata ala ba'irihi, alokipata kipando chake, waqad adallahu fi ardi falatin, hakika kilimpotea hicho kipando katika ardhi ya majangwa. Hadithi muttafaqun alayhi. Maana kilimpotea kipando katika ardhi ya majangwa, maana yake akakata tamaa kabisa kwamba atakipata vipi na safari yake atafika vipi. Akawa amepumzika sehemu, tamake anakuta kipando, yule farasi anamkuta mbele yake, itakuwa ni furaha iliyoje. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafurahi sana sisi tumetubia na kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi sana kufanya istighfari na kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusijiamini kabisa tukalala asubuhi jioni atumuombe msamaha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi watu wakosefu tunakosea asubuhi na jioni, na Mwenyezi Mungu katuwekea utaratibu wa kutubia kwake na kufanya istighfari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.